Amen. Huwa kuna chemichemi sio koma, chemichemi naitwa Yesu Kristo ambaye ndiye maji ya uzima. Naongea na watu wa Mungu hapa. Lakini pia kuna jambo la tatu hapa, anasema huniuisha. Anayetuisha nafsi zetu sio kwa sababu tunaomba sana, ila ni Roho wa Bwana. Mtunzi wa Zaburi aliona hizo leli tatu, akamuona Jehova, akamuona Yesu na akamuona Roho Mtakatifu. Nikwambie, kabla hujaona Bwana akiandaa meza, wewe utaanza kumuona Bwana kwanza. Utaanza kumuona Bwana. Shida inayotokea, watu wengi wanaanza kuona magonjwa, wanaanza kuona shida zao, wanaanza kuona wanaowachukia, wanaanza kuona leo halani. Sikiliza, unapoona anayekutesa ndiye mkubwa mbele yako, ujue hicho ni kikombe kigeni, na hicho kikombe lazima kivunjike, kiondoke kwenye maisha yako. Ninaongea na watu wa Mungu hapa. Unapoona tatizo ni kubwa kuliko Mungu wako, ujue kuna mgeni ameleta kikombe kingine. Lakini Bwana ameniagiza nikwambie, haya ni majira ya Mungu kujitambulisha mbele ya wale watesi, maana kile kikombe cha magonjwa leo kinapasuliwa. Naona kinapasuliwa. Kila kikombe cha kutuma, cha uchungu. Kuna watu wana uchungu hadi sura imegeuka, anaanza kuwa mzee. Ni binti mdogo anaanza kuwa mzee. Shida ni uchungu umeingia. Kikombe cha uchungu hakikuachii. Mtu mmoja aliandika kitabu cha Waebrania akasema, mjiangalie sana mtu asipungukiwe neema ya Mungu, ili shida la uchungu lisije likachipuka na kuwasumbua. Vikombe vya kigeni vinavyoingia kwenye maisha yako huwa vinachepusha mashina ya uchungu. Unajisikia tu mtu ambaye hanatamani kufa leo, ili watu wavae nguo za msiba wako. Malango ya hayo yote ni mashina nini? Ya uchungu. Anayemwagilia hayo mashina ya uchungu ni kikombe cha kigeni ambacho kinatoka kwa adui zako, kwa shetani. Shetani huwa yuko serious kwenye tuone. Nenda kitabu cha Zaburi cha Ayubu sura ya kwanza mstari wa sura kwanza mstari wa 6 hadi mstari ule wa napendaga sana tunakuwa shapu mbele za Bwana. Sura ya kwanza mstari wa 6 hadi 12. Twende pale haraka.